Hivi wewe ile kazi aliyokupa mkuu umeifanya? Mimi tena hata dakika 10 hazijaisha nishaimaliza. Na kujua wewe akili zako ni fupi fupi kama za mtoto. We, tuheshimiane, sina akili fupi fupi kama za mtoto. Mimi ni mtoto ila nina akili za kiutu uzima. Kwenda huko wewe kama kibala kazi tu, umepewa kazi ushaimaliza basi. Wewe, mngepewa nyewe mngeimaliza kabisa. Mbona mlikuja kunipa mimi? Si tumetumwa wewe kama mtumishi wetu, ushafanya, ushapeleka, utajua mwenyewe. Hiyo ndo kazi yako. Kibala kazi mwenyewe. Tuheshimiane. Mtoto hatari, ni mchawi hatari, ana mambo ya ajabu. Nataka unionyeshe video. Udugu wangu, simu imezima kabla hata hiyo shughuli jaanza. Kisimu ndwindwi na sina hela ya kulipia. Nifanyaje siende kwenye shughuli kisa nina kisimu udugu wangu? Shoga yangu, hiyo simu imezimaje na wewe? Shoga yangu simu ya mkopo. Nimeenda hivyo bila simu bila nini. Ila kama unavyojua shughuli ikifanyika mtaa huu haina dogo. Shughuli kushughulika. Ndio hivyo udugu wangu, simu yangu imezima. Sijachukua chochote. Nimeenda tu kwenye shughuli mama, lakini mambo yalikuwa lele. Bila ya hiyo simu, lakini nilikuwa ninavyojionea naona kando ninaangalia hapa ninapokuhadisia. Jamani, yani hadi nimechoka. Maana nimefuata Salma naye kaniambia video unazo wewe, naye unaniambia simu ilizima. Sasa nifanyaje? Yani mpaka nimechoka. Hiyo simu kuzima inamaanisha hata video hapo hujachukua. Kwanza ulienda wapi? Shoga yangu hayo mazito. Nilikuwa huko mama mkubwa. Nimekaa siku mbili ngapi hapa ndo narudi namuuliza Salma, ananiambia wewe kidogo umerekodi, wewe naye unaniambia simu ilizima. Jamani, simu imezima shoga yangu. Mambo kama unavyojua kwenye shughuli. Simu imezima, huyu yupo huko, nitarekodi kwanza saa ngapi? Nipo huku. Naambiwa huku Kigoma, huku Benibati, huku mziki. Nina muda gani kuanza kurekodi hata ingekuwa poa hajazima? Nina muda gani? Kwani wewe kijana si ulichukua, kwa nini usingebaki kwanza usikilizie hiyo shughuli inaendaje? Shoga yangu, kijana nimechukua. Kama unavyonijua nimechana mpasuo mpaka huku. Kipo ndani. Wewe nao umekosa uondo Bana nilipokutana na shoga yangu. Yaani sasa mimi umguli koponi wako na kuja kwako. Aya, niambie kinachokufanya uje kwangu. Hai kasi speed ya mwendo kasi. Shoga yangu, mimi niko kuja nyumbani kwako, imadi unisindikize kwenye safari yangu. Yaani jioni mimi na mtoko. Kwa hiyo niko naomba unisindikize. Wewe tena mpenda safari kati mbona uko nakula miguu ya kuku? Wewe si wazi. Wewe tu mimi ninachohitaji baadaye unisindikize kwenye safari zangu, nitakwambia. Kumekucha. Unaenda wapi? Mimi nenda zangu Mbagala. Na unaenda kufanya nini? Au unaenda kukutana na shemeji? Sasa hapo kwa neno kufanya nini? Hapo ndo nitakwambia baadaye. Yaani tukishajiandaa kila kitu. Hiyo baadaye ndo nitakwambia. Tukio tunatoka ambia chogangu huko na kuenda naenda kufanya kitu fulani. Wewe si wazi, ondoa shaka kuhusu. Wewe Dayu. Vipi rafiki yangu? Nakwambia kama ungekuepo, kana kuona udugu wangu. Uulize jambo lilofanyika huko. Shughuli kweli. Mama mipasua hadi humu. Watu wanatimbulika balaa. Yaani usimwangalie mwenzio usoni. Basi nawe usinitambie hivyo. Mwenzio wape na niuma. Sio kutambia udugu wangu. Wewe unapopita kwa njiani uambiwi. Usikii maneno kuhusu shughuli ile. Ila kweli shoga yangu, japokuwa shoga yangu, kwani hujasikia hata labda mtu anatangaza shughuli labda anamtizama mwanae nini? Tuende. Kaa utulie. Shughuli zipo na bado yani ndo nina shughuli ndo ambayo nilogewa umama ndo ninayoisubiri hapa. Usiniambie. Kwa hiyo lini sasa nianze kuweka lazima vijola sasa hivi? Wewe usiwe na wasiwasi. Yaani mimi shughuli yani kishakaribia mimi ninakwambia. Sijali kwa hilo. Usijali shoga yangu. Kama unavyojua, kijola unachana mpasuo hadi huku. Kila mmoja akuone kama wewe mama shughuli. Sasa sikiza nikwambie. Siku ambayo utakaniambia shoga yangu kijola kikifika kwa fundi mpasuo mpaka huku. Yaani huku nashusha hivi. Yaani watu wanione vizuri. Kama unavyoniona hapo katikati ninavyotamba. Yaani kando ninakuona. Fanya masiara. Sawa, usijali. Leo safari nivae sketi au nivae nini? Unaonaje kwanza nilipo?
Tunaenda kwanza safari yetu, tunaenda yaani nitafurahi hiyo safari yetu. Si nikwambie nini? Bosi mwana alivyopendeza kwanza. Juzi niliwaonya, niko pale wewe na mwenzako. Habari kuongelea wachawi. Bado hamkusikia. Jana yake tena ukasema upoteza shilingi 4000. Unasema wewe unachukua umpotea. Mimi sijaipenda. Lakini nakwambia tena. Endelea kutangaza. Utayaona. Ninakwambia. Ni mtoto hatari, ni mchawi hatari, ana mambo ya ajabu ya mtaani. Mbona kaa chini? Nyanyuka ukae hapo juu. Sawa. Sasa hizi. Salama karibu. Asante. Sasa Andazi. Ndio. Hapa nimekuitia kitu kimoja. Kitu gani? Issue ya kazi. Issue ya kazi. Sawa, ni kazi gani? Kuna rafiki yangu alikuja hapa. Mamake mdogo anatafuta vijana wa kumhamishia vitu. Maana anaama. Ni ndio kazi hiyo. Kusema kweli hiyo kazi mimi naiweza. Na sio kazi hiyo tu. Mimi naweza kubeba michanga, kubeba matofali, kujaza kifusi kwenye majumba, na pia hata kazi ya kuzibua vyoo mimi naweza. Ili mradi tu hela ikiwepo. Mwanaume achagui kazi ni kazi. Muhimu pesa tu ipatikane. Kwa hiyo ndio utafanya mwenyewe au kuna vijana utashirikiana nao? Hiyo kazi sitaweza kufanya peke yangu. Sababu inaonekana ni kazi ya kuhamisha vitu kama hivi masofa, si ndio? Makabati, si ndio? Asiwezi kufanya peke yangu. Lazima niwe na watu wengine pia. Na marafiki zangu nitawaambia. Kama watakuwa hawana kazi basi nitashirikiana nao. Anataka hiyo kazi ifanyike lini? Ni wiki hii. Siku hizi za karibuni. Vipi ndugu wangu? Safi, karibu. Asante. Udugu wangu huu mguu wako. Umekuja mara kwanza huko, hii mara ya pili. Udugu wangu nilienda gengeni mida maakuli. Si unajua saa 7 mchana. Na kweli kwa mchana. Kumbe mida mchana. Unajizima data wewe. Haya. Tuache na udugu wangu. Shughuli ya mama hii ishakaribia. Kama unavyojua uzi tayari ushafika. Kama unavyonijua udugu wangu, sina babamba. Sijapewa. Uzi nimeukata, niko tena sijakata chukuchuku ndugu wangu. Kijana na mpenzi wake. Haya wewe kwenda kuoa. Shoga. Uzi mimi nitachukua tena vizuri tu, ila kwenda kwenye shughuli shoga yangu mimi hapana. Yaani kwenye hilo jambo kisogei kabisa. Kwani ndugu wangu Mama Rama yule mtu wa watu. Mama Rama anajulikana kila kona. Hata ukimuuliza mtoto mdogo Mama Rama anamjua. Wote ndio kwenye shughuli yake ndugu wangu. Sasa hivi toka mtoka. Kata uzi wako nikate uzi wako. Yaani shoga yangu. Kama kijola nakata, zawadi yake nitampelekea nyumbani. Mimi sasa hivi mwenzako nishakuwa mama mchungaji. Wewe usiniambie. Makubwa si ajui. Ndugu wangu umekuwa mchungaji kila Jumapili. Sawa, haina shida. Ila hizi siku za karibuni sidhani kama nitakuwepo kwa sababu hapa ninavyoongea leo jioni mjomba amenipigia simu ameniambia niende kwake. Sijajua nikienda kwake nitarudi lini. Ila kama nikiwahi kurudi nitafanya hiyo kazi. Kama nikiikuta. Kama nitachelewa kurudi hiyo kazi basi nitawapa marafiki zangu. Si unajua Mova na nani? Mova na Badi, unawajua? Wale ni marafiki zangu. Nao wanafanya kazi hizi kama ninavyofanya mimi. Kwa hata hii kazi ningeshirikiana nao. Kwa kama mimi sipo, sijawahi kurudi, itabidi waone wale pale, ukiwapa hiyo kazi wataifanya. Okay sawa, hamna shida. Asante. Pia madam, hata zikitokea kazi nyingine hizi wewe niambie tu, mimi ni mchapakazi, mimi mtu wa kazi. Kwa msi ndio tumwambie watu hujasoma, tutafanyaje tena? Sawa, hamna shida.
Sawa, haina shida basi. Nakuacha basi. Karibu. Haya, asante. Haya. Sawa. Kumwomba Mungu, ibada ndo vitu vyangu. Kwa hiyo kwenye shughuli huko nipia kabisa shoga yangu. Makubwa udugu wangu. Nishachukua uzi na mzigo nishampa. Sasa hapo kwenye mzigo fanya kama waniona udugu wangu. Napeleka mzigo. Niko lele, niko pambe. Yaani sikweli juba kule. Yaani fanya kama unaniona. Wewe nikambe na kuzumu hivi. Yaani zoom na shoga yangu anaitwa Mr. Chogo. Ana mawimbi. Naenda akaniazime au anikodishi kabisa. Yaani naenda kukodi jina langu. Wewe siwigi. Yaani nimeutoa China wewe. Fanya kama unaniona. Na taarabu yangu hiyo moja dongo haswa. Kama kuna mtoto wangu yuko nyuma anajikwaa. Anajua moja kwa moja la kwangu hiyo. Yaani aibu ataona yeye. Unajua sijapoa. Nitamwambia Mwajuma shoga yangu akakurekodi aje kuletea video, yani mambo kwa ushahidi, yani kama vile nilikuwepo. Fanya kama unaniona. Haya upikage basi na mimi. Ndio kilichokuleta. Wewe unamenziaga mida ya kupika ndio unakuja kwa watu. Subiri nikapike ule. Basi ndio kilichokuleta. Hicho ndio kilichokia kwa. Wewe vipi? Hai kasipida mwendo kasi. Umetoka wapi na unaenda wapi? Uko nyuma umemwacha mtu? Hamna. Sasa. Afu mbona unanitazama hivyo? Kwani mimi nimejinyea? Hamna kitu shoga yangu. Sijali wala nini. Ndio niko sawa tu. Unakimbia kulikoni? Wewe ati nikuputa nafanya zangu mazoezi, nimetoka zangu kusema ngoja leo nifanye mazoezi. Unajua nimelala sana kusema nifanye mazoezi kidogo hadi nipunguze mafuta. Sio unaona tena mwili ulivyokuwa mkubwa hivi. Messi, tunataniana. Mazoezi sasa hivi na ilijua. Umeshindwa kuangalia saa mpaka jua. Unalako jambo wewe? Yaani hata sielekea hata kuangalia majira kwenye sijui. Hata mimi nimekumbuka kwenye usingizi nikasema ngoja nifanye mazoezi, nipunguze mafuta. Yaani kwanza hata sasa hivi sijui ni saa ngapi. Jamani. Jioni hapo nitaanza kufanya mazoezi vizuri. Nirudie nipashe mradi mwili wangu kae sawa. Tunataniana shoga yangu. Mazoezi watu fanya saa 12 asubuhi, ukurudia tena saa 12 jioni. Wewe saa hizi, saa 7 hii na kikijua kinapowaka. Wewe ni Messi. Wewe una kitu unachonificha. Mazii. Yaani umeniweka kwa muda mwingi sana. Nimekusubiri. Pole. Niambie baby. Jamani. Mama, mbona umechelewa sana? Baby. Tunajua tena nini mambo yetu ya vikoba haya watoto wa kike sio watoto utwazi, kausha damu vikoba. Yote vinatutumia. Kuna malizana nao. Kausha damu? Nini unakausha damu? Ndio nini mama? Sio hivyo. Yaani sisi watoto utwazi tulivyokulia. Mtu ana mzigo wake na ana shughuli yake. Ndio nishakuwa naenda kukopa ili nirudishe mzigo wa watu msije kadhalilika. Uko kwa mavimbo vikoba. Sasa masi, sasa ni hivi. Mimi nimekuja kwa muda mwingi sana, nimekaa hapa kila ninaposubiri naona haiwala. Sasa nisiwe na mambo mengi. Mimi nahitaji tuende somewhere. Tutakuwa mzuri mwanamke, yani ekaika. Kwa hiyo baby mimi uswazi una uama. Sawa. Lakini licha kwenda somewhere kuna vitu vizuri nataka nikufanyie. Nataka nikupeleke Kinshasa Kongo kule wakina Falipa, sawa Koffi Olomide, ya Ferregola, hiyo kina Bakambu. Kule ndio kwetu sisi kuna mamuji makubwa. Niambie basi shoga yangu. Je, mimi ndio shoga yangu peke yake hapa mtaani? Shoga yangu wewe ndio ashaka, mimi nipo sawa. Unanitisha unajua kwa leo. Hamna shoga yangu, wewe hata usijalikuwa na amani. Alafu unaonekana una jambo alafu unataka kunificha. Jamani mimi nipo sawa kweli, hamna chochote, hamna. Messi. Kweli leo mimi wa kunificha wewe Messi. Messi usinifiche kitu mimi shoga yako.
ondoa shaka Dayu. Yaani mimi niko sawa kabisa, niko sawa. Hapo nimepasha kidogo sawa, hapa kidogo nipo sasa, ni mwili kidogo naona ni mwepesi, na nataka zangu kwanza nyumbani nikapumzika. Basi John unipitie na mwenyewe kafanya mazoezi nipunguze mafuta. Sasa shoga yangu sijali kuhusu hilo tu, mimi nitakupitia. Sikujua kama nataka kufanya mazoezi, ningejua ningekupitia. Kongo. Yaani wanasema kuna ile njia kupita Kigoma unapanda basi, au tunapanda ile kwa pipa. Hakuna kupanda gari kuvunja viuno. Nataka tupande air ndege. Upande ndege. Kumbe ndege. Unajua sikio hiyo. Manzi sikiliza. Mama, mimi nataka nikupe mapesa, mafaranga, maguta makubwa, mahela mengi. Takupe dola kama 3000. Kilala na mimi kwa leo tu. Sababu hapo unaniua. Unanipaje dola 3000? Ngoja ni 3000 ya Kitanzania. Oh God. No education. Nitakupa milioni zipatazo kama 5. Unasemaje? Milioni 5. Siku moja mimi natumia wewe basi. Hai kuzishika toka disalia baby wangu. Imeisha hiyo. Iko sawa. Fresh yani. Wewe. Twende. Choma ndani. Twende. Shani Kiriku. Nafikia Kiriku. Leo naenda kukutana na ndege. Mtoto hatari, ni mchawi hatari, ana mambo ya ajabu. Ndo mimi. Nilikuwa nauliza kitu kimoja. Ni kwamba hicho amerudi? Mke wangu hata bado hajarudi. Vipi, ulikuwa na shida naye? Kwa na shida naye sana, ila nitaka nifahamu kwa sababu ni mmoja kati ya marafiki zetu. Nafahamiana naye kwa kifupi. Ungejaribu kumtafuta kwenye simu. Kwa sababu nimejaribu kuwasiliana naye kwenye simu lakini simpati. Sijajua nitapata kwa njia gani. Yule kule alipo mtandao uwaga unasumbua. Kwa hiyo hapo labda saa 3 usiku ndio unaweza kumpata. Sawa, haina shida, ila naamini kwamba kama kwa kipindi hicho patikane kwa mdombo naambia mimi naweza nikampata. Ila kama nitafanikiwa kumpata, mimi na imani kile ambacho lazima nimwambie kwa nini nikimpata. Kwani una shida naye private? Kweli nina shida naye. Pia na mambo mengi ya kuongea naye. Sababu ambacho lazima nimwambie na imani itakuwa ni suluhisho la tatizo langu. Basi sawa, wewe jaribu kumtafuta kwa muda huu. Sawa, acha mimi nielekee na shughuli zangu. Kama nitakuwa na ziada zaidi, jaribu kutafuta. Jitokeze, nimekuona. Ashura yuko wapi? Ashura na dharura. Na dharura? Ndio. Na vipi kuhusu kazi aliyopanga mkuu? Itafanya nani? Kazi ya mkuu itafanyika. Ila nikifanya mimi itakuwa ni dharau. Kwa sababu mimi ni mkubwa, siwezi kufanya kazi ndogo. Kwa ile kazi ataifanya Ashura. Ashura, muamini kweli Ashura? Ndio namwamini na ataifanya tu vizuri. Sija karibu kazi. Sitaki lawama mimi. Hapana, namwamini sana Ashura. Ataifanya kazi. Sawa, mimi kutokea usije kuniambia. Sitaki lawama zenu kabisa.
Hapana, lazima ataifanya kazi vizuri. Sawa kama namwamini. Ni mtoto hatari, ni mchawi hatari. Hiyo biashara nzuri ndugu wangu, kama sasa mpa unaziona? Hiyo naiachaje sasa? Siwezi kuiacha. Mungu mwenyewe ananisaidia na ninapata hela. Naachaje? Siwezi kuacha. Mimi nilikwambia wewe ukibeba msomali, mimi nikabeba vijola vile vya mawingu vya Zuchu. Tunatoboa. Mimi nimepeleka tu huko. Sikutegemea. Mzigo wote umeisha. Sasa hivi napeleka mkoani. Sasa kama ukitaka kusafiri, sasa wateja wako huko ulozoeana nao itakuwaje? Sasa kwani shida nini? Sinapiga kote kote. Nikienda mkoani nikirudi nachukua napeleka kule. Ndio hivyo. Ila sio mbaya udugu, maana sasa hivi kuna delivery. Unaweza hata ukawapandisha kwenye basi wakapata mzigo. Maisha yenyewe sasa hivi ya kuungaunga bila kazi, mzangu kwanza utobuni. Mimi mwenyewe ananisaidia nafanya napata. Siwezi kuiacha. Kwa vipi hapo my sister? Poa. Dalili au si? Fresh. Mary, ndo wale vijana waliokuambia. Wewe, usiniambie. Sasa. Halisi. Mimi nilikwambia nitafutie manjemba wa kubeba mizigo. Sasa mbona kama watoto wadogo? Wanaweza kazi kweli? Usiseme hivyo. Majembe ya kazi, unaonaje? Sasa mbona shughuli ya kuomba unadharau? Sio ninadharau. Ile kazi ngumu. Sawa. Kama nyinyi wenyewe mmethibitisha kwamba ni watu wa kazi, kazi mmepata. Kama mnaweza kazi ipo. Uko kwa mamangu mdogo. Lakini Ndio kazi ya kuwa mtu. Kazi sio ya kuwa mtu. Kuna makabati matatu kule, mnaweza kuyabeba? Ya kuwa mtu kumbe makabati. Yaishe. Kwa kazi mnaiweza. Sisi wenyewe watu wa kazi unavyotuona, si tunapiga kazi yoyote. Hata utatukubebe wewe tunakubeba unajua. Sawa. Kwa hiyo kwanza zaru zako sisi hatutaki. Tupe kazi tufanye kazi. Si umetuitia kazi wewe halisi. Tupe kazi tufanye kazi. Hiyo kazi kwanza ipo, kazi hamna. Maana ushatudharau vya kutosha. Kazi ipo. Kuna makabati mawili ya vyombo na kuna kabati moja la nguo na kuna kitanda kikubwa na kuna meza. Nikupakia na kwenda kushusha huko. Sasa kama mnaweza kazi, twendeni niwapeleke kwa mwenyewe mamangu mdogo. Huyo mama yako mdogo sio mgaigai? Mamangu mdogo amenyoka hivi. Basi bariki. Yeye mwenyewe apendaje kwanza hivi. Sasa na nyie kama mmenyoka mnaweza, twendeni niwapeleke kwa mamangu mdogo. Nisikilize, kama yeye sio mgaigai au sio? Tunaenda tunapiga kazi, tunamaliza kazi. Anatoa hela fresh kabisa. Sio labda tunaenda kwetu tena tunapiga kazi, afu dakika za mwisho kwenye hela ndio nakwamia usho. Sasa tuna mambo hapo. Halisi ujue ndio umetuita ujue. Sisi hatujui, sawa? Kama mgaigai kwenye mchongo wa hela mwanangu. Tazinguana. Kwanza kwenye masuala ya hela twendeni mkaongee naye huko. Sasa hilo ndio neno lisao, hiyo nzuri. Kama mnaweza kazi, twendeni niwapeleke kwa mwenyewe mkapige kazi. Mimi naenda kwani kwa hiyo. Twende wote. Nyie nendeni, mimi naenda zangu nyumbani sasa hivi. Naanza. Basi baadaye. Ni mtoto hatari, ni mchawi hatari.